to all of you in Uganda and outside the world. Look at the cars with zero number plates with criminals inside there guarded by police officers. Look at those cars. Look at the criminals inside those cars. 1, 2, 3, 4. They have no number plates. They have criminals inside. They're being commanded by the police and the military to come and take their cars. Oh, look. You should come and move. You come and see this. Come and see this. Come and see this. You see the criminals this side. Come and see this. Talk about that criminality. Talk about that. Why don't you talk about that? Why don't you talk about that? We are seeing the reality. The road is open. I am saying you are a criminal. I am saying you are brought drive and go. The road is open. Why are you stopping? You should be ashamed of yourself. Why are you stopping? Because I'm showing you may not to reach that I'm so we are doing that. Hujambo msikilizaji, karibu kwenye makala maalum. Wapiga kura milioni 21.6 leo wanaelekea debeni nchini Uganda, huku taharuki ikitandaa baada ya serikali kutangaza kuwa itazima intaneti, nao upinzani ukisema lazima kuwe na uchaguzi huru, wazi na wa haki. Vituo vya upigaji kura vitafunguliwa saa 12 asubuhi, kisha upigaji kura utamatike saa 11 jioni, kando na uchaguzi wa urais. Pia wapiga kura watawachagua wabunge wapya. Mwenyekiti wa tume ya uchaguzi Uganda Simon Pakama alisema matokeo yanatarajiwa kutangazwa ndani ya saa 48 baada ya upigaji kura kumalizika. Hii ina maana mshindi lazima atangawe kabla ya Jumamosi saa 12 jioni. Mnamo Jumatatu, Simon aliwaambia wanahabari kuwa matokeo yatatangazwa kiwango cha wilaya kisha yatumwe kwa kituo kikuu cha kujumuisha kura Rupowa, wilaya ya Wakisa. Ndani ya siku hizo mbili, tume itatathmini na kujumuisha kura kabla ya mshindi wa urais kutangazwa. Rais Yoweri Museveni ametangaza Januari 15 na Januari 16 kama sikukuu ili kuwaruhusu Waganda kushiriki uchaguzi mkuu. Farasi ni wawili kwenye uchaguzi huo, ambapo Museveni analenga kutetea wadhifa wake baada ya kuwa madarakani tangu mwaka 1986. Anawania kupitia chama tawala cha NRM. Mwanasiasa msanii Robert maarufu kama Bobi Wine naye atakuwa akijaribu bahati yake ya mara ya pili baada ya kupoteza kwa Museveni miaka 5 iliyopita. Bobi Wine amejizolea maarufu mkubwa miongoni mwa vijana na anawania kupitia NUP. Katika uchaguzi wa 2021 alipata 35% ya kura zilizopigwa. Jijini Kampala, hali ya usalama imeimarishwa huku magari ya kijeshi na wanajeshi wenyewe wakishika doria katika barabara mbalimbali. Hakujawahi kuwa na upokezanaji wa mamlaka Uganda tangu taifa hilo lilinyakuliwe huru mnamo 1962. Baadhi ya raia wametililia shaka uwazi kwenye kura hiyo, wakisema utakuwa tu unaendeleza utawala wa Museveni. Katika historia, hakuna uchaguzi ambao umewahi kuwa huru kwa sababu Museveni anatumia ukora tu kupata ushindi, akasema Opport Jerome. Sasa hakuna intaneti na upigaji kura unatarajiwa kuendelea kwa kutumia mashine na teknolojia ya kisasa. Hiyo itawezekana aje? Akauliza Maria Teremwa. Kampeni yenyewe imekuwa na vujo, wafuasi wa upinzani wanapigwa. Sioni kama wengi watajitokeza kushiriki kura, akaongeza Teremwa.
alipokamilisha kampeni zake mnamo Jumanne, Bobi Wine ambaye alikuwa amevalia fulana na helmeti ya kujikinga aliwataka vijana washiriki uchaguzi na kulinda kura zao. Misafara ya kampeni ya Bobi Wine imekuwa ikiandamwa na fujo, akiruhusiwa vitoza machozi, wafuasi wake wakinyakwa na polisi kumwekelea vizuizi barabarani. Katika uchaguzi mkuu wa 2021, ghasia zilizuka ambapo zaidi ya watu 50 walikufa huku mamia ya wafuasi wa Bobi Wine wakinyakwa jijini Kampala.